Sasa tumeamua kuanza na Pemba ili kuweza kuwaambia wanajamii umuhimu wa hawa nzi chuma katika maendeleo ya jamii, hasa katika kutunza mazingira, katika sekta ya kilimo pia na katika kiuchumi. Hawa nzi chuma wana faida nyingi. Faida ya kwanza ni kwenye mazingira yetu, kwa sababu wanachakata takaozo katika kutengeneza protini na mbolea, hivyo kutakuwa na manufaa katika mazingira, kwa sababu takaozo zote zitakuwa hazitupi kiolela, bali zitakuwa zinakusanywa na kutumiwa katika kuzalisha mbolea na hii protini ambayo tunatamani watu wengi waijue faida zake, kwa sababu mtu unapomwambia minyoo au funza hakuelewi, lakini hawa funza ni tofauti na funza tunawajua. Ni funza ambao katika maisha yao wanakula chakula chote kile cha ambacho tunasema ni takaozo, wanabadilisha kuwa protini. Sasa hii protini ukitumia katika kulishia kuku na mifugo mingine kama ng'ombe, inakuwa ni faida kwetu sisi, kwa sababu inapunguza gharama za uendeshaji. Kama unavyojua vyakula vya sasa hivi vya mifugo ni bei kubwa, na hii inasababishwa kutokana na aina ya protini inayotumika katika kutengeneza chakula. Watu wengi sasa hivi tunatumia dagaa na soybean, lakini soybean na dagaa pia yanatumika katika binadamu kama chakula. Hivyo inafanya matumizi yake yanakuwa ni makubwa na pia inapelekea bei kuwa kubwa. Kwa hiyo tukiweza kuhamasisha katika ufugaji wa nzi chuma, tutakuwa tuna solve swala la protini katika utengenezaji wa chakula. Lakini mafunzo haya hayahamasishi kuzalisha uchafu jamani. Sisi tuna mpango, tunasema tunaelekea kwenye zero waste. Hamu yetu ifike wakati iwe hakuna tena kuzalisha takataka zisizokuwa za ulazima. Hayo ndio malengo ya serikali. Lakini kuna takataka ni za lazima. Sisi tunakula, kwa hiyo lazima tunazalisha. Sasa sibakie hizo tu, zile nyingine zilizokuwa si za msingi, maana yake tujitahidi tuhakikishe tumezipiga vita na zimetoweka moja kwa moja. Yasiishie mafunzo kupata tu hapa katika ukumbi, lakini pia watoke walimu kuja kutueleza zaidi, yani kufanya kwa vitendo kabisa huku katika vikundi vyetu, katika sheria zetu watufundishe zaidi, yani ukichukua hicho ukifanya hivi ndio huyu mabubu atakuwa hivi au aunzi watakuwa hivi, tupate kujua zaidi. Wagonjwa aliseme kimfano na kupata yani elimu ya kupata mbolea, kutengeneza mbolea, na elimu ya kuondoa maradhi magonjwa. Kwa kweli tukifika nyumbani tutahamasisha wenzetu ambao walikuwa hawakuja huku na kuitengeneza hii mafunzo tuliyofahamishwa haya, na tuendeleze. Ukishaipata hivyo vifaa, nikijaliwa nikishapata hizo mbegu, nitaitana na wenzangu ambao wana vikundi, tutasomeshana.